Hakika Baba, ni wewe pekee unaweza kuwaponya watu wote wanaokuamini na wasiokuamini. Baba, tumekuja mbele yako hapa, tunaomba umponye binti huyu Juliana. Ni binti yako ambaye yeye pia anahitaji. Mwenzetu, mguu wapi? Shangazi, kuna sehemu naenda ila sitachelewa kurudi. Unakwenda wapi? Samahani shangazi, naomba niende hata kwa dakika chache tu, wala sichelewe kurudi shangazi yangu. Umanyo munjuni yetaga uchumbwa alafu iwe norugo nogenda mwendo ogende okerero kugaruka urejo nshange wa. Sawa shangazi, nimekuelewa. Ama kweli Mungu amtoe mja wake. Juzi tu hapa kalikuwa katoto kadogo dogo. Sasa hivi kama mdada huyu. Na huku zurura hii. Mama muogopa kakangu alivyo mkali. Aolewe tu. Si akaniletea mimba. Kumbe Teresi njo. Bana. Aolewe tu. Juliana, mbona mapema kiasi hichi? Nimeona nikuwahi kabla hujaondoka. Vipi, kuna tatizo kwani? Hapana mpenzi wangu, hakuna tatizo lolote. Naomba unipe japo dakika 2 tu tuongee. Okay, sawa. Sawa. Unajua jinsi gani ninavyokupenda. Na muda mwingi natamani tukae wote. Ila natamani kuongea na shangazi. Nimwambie nije kuhamia huko. Maana nimechoka. Kila siku nenda rudi. Hata mimi nakupenda sana. Na nadhani unatambua hilo. Juliana, nitaweza wapi mimi kupeleka sasa hivi posa? Na hali yangu sasa hivi imeyumba. Tafadhali, naomba univumilie. Muda ukifika nitapeleka posa. Kwa jinsi ninavyomjua shangazi yangu, naomba upeleke chochote kitu ili kusudi tukae wote. Natamani kukaa na wewe karibu. Sipendi kukaa mbali na wewe mpenzi wangu. Basi sidhani kama ana sababu ya kupinga. Kama ni hivyo, tutalifanyia kazi hivi karibuni.
Umefurahi sasa? Nimefurahi sana mpenzi wangu. Vipi, kuna lingine zaidi hilo? Hakuna lingine mpenzi wangu, ila hakuna siku ambayo umefurahisha kama leo. Okay, nakupenda pia Juliana. Mimi nadhani kwa sasa niende kazini, maana kazi ndio muhimili wa maisha ya mwanadamu. Nilikuwa sitamani hata utoke. Sina jinsi. Nitafanyaje? Ndio majukumu. Usijali bwana. Bye. Kazi njema. Sawa. Ulichokifanya kwa yule mwanamke sijakipenda kabisa. Vitu ulivyofanya mimi sijapenda kabisa. Mbona sielewa boy? Wewe sio kutoka hapa, unamkuta yuko na mama yake, unamuelezea kuhusu mimi, mabaya yangu yote, unamuelezea yule mwanamke ili aniache. Hivi unafikiria hicho ulichokifanya ni sahihi? Mwanamke gani? Yaani unamfuata mke wangu mimi mtarajiwa. Unafika na kumwambia hilo neno kwamba aniache mimi. Una maana gani? Yupi? Unajua ni pesa kiasi gani nazitumia pale kwa yule mwanamke? Pesa gani dula boy wewe? Pesa gani unatoa wewe? Wewe pesa gani? Natoa pesa nyingi kabisa. Wewe mademu wote unachukua wewe. Tulia wewe. Vipi wewe? Zingua afu mimi na huyu mshamba nini? Wasikia? Watatibua nyote hapa. Hii sema kutafutia riziki wanangu. Afu on time watu wakipita wanatuona kama sisi machizi hatujielewi wanangu. Sikilizeni. Mlikuja hapa mikono nyuma wanangu. Mimi blaza hawezi kuniharibia kwa mwanamke wangu. Mimi naumia. Nahangaika hapa, nafanya kila kitu wewe mwenyewe unajua blaza. Afu bado anaenda kuniharibia kwa mimi. Wewe uliniambia mimi? Hapana. Poa. Mambo gani unafanya kitoto haya? Jamii inawachukuliaje? Wewe sikia. Ongea naye wewe hapo. Dula, unazingua masuala ya kutufanya kama vile sisi wote ni watoto wadogo, mimi sitaki. Kwa hiyo ina maana leo nisingekuwepo mngeuana hapa, si ndio? Siku zote hasira umpata mtu mpumbavu. Na majuto mwisho wa siku huwa yanatokea mwisho kabisa. Hivi Dula, wewe ulishawahi kujiuliza kabisa kwamba ukiwa gerezani unaweza kupiga kula? Hawezi kupiga kula. Ni kwa sababu uko gerezani. Kwa hiyo unataka usipige kula, usimchague kiongozi aliye sahihi, si ndio? Hapana. Sikia nikwambia kitu kimoja. Sisi vijana ni nguvu kazi ya taifa. Kuna mambo mengi ya kufanya. Unaposikia neno mwanaharakati ni mtu yeyote ambaye anaweza kaamua kufanya jambo fulani kwa lengo la kutetea maslahi ya umma. Kuna mashirika mengi yanahitaji vijana kama nyinyi. Kuna shirika la Human Dignity ambalo lenyewe kazi yake ni kutembelea watu walioko mabusu, watu walioko magerezani. Na mpango wake mkubwa ni kuhakikisha wanawake wanaotoka magerezani ambao wamepoteza dira ya maisha wanaweza kujikimu. Na hiyo yote ni katika hali ya kutoa elimu tu. Unafikiri kama hii nguvu yenu mnataka kuitumia hapa, mkiitumia katika kupinga ukatili wa kijinsia? Katika jamii yetu kuna watu wangapi wanaofanywa ukatili wa kijinsia? Kila dakika kuna mwanamke anafanywa ukatili wa kijinsia. Kila dakika kuna mtoto anafanywa ukatili wa kijinsia. Nitegemea mtadiscuss kuhusu hayo mambo. Nyie mnaanza kudiscuss kuhusu upumbavu. Okay fine, naomba tuchumane. Wewe una kila sababu ya kumuomba mwenzako msamaha. Lakini kabla ya yote mimi nilikuwa nataka nimwambie huyu kile kitendo alichokifanya kwa mwanamke wangu sio kizuri. Wewe ulinishirikisha mimi? Hapana. Unajua mnafanya vitu vya kipumbavu sana. Ila sawa. Pengine ni shetani, maana kila mnavyolifanya jambo mnamzingishia sana shetani. Naomba muombe msamaha mwenzako, maisha mengine yaendelee. Ndugu yangu nisamehe sana. Haina neno. Ndio. Next time utajirudia tena. Samahani. Na huu ni muda wa kazi. Kwa hiyo ni bora kila mtu aendelee na majukumu yake. Sawa. Nadhani haitajirudia tena. Sawa.
Utapona. Shangazi, mwanadamu yeyote anayeamini uwepo wa Mungu amebarikiwa. Amebarikiwa kwa baraka leo zaidi ya jana. Juliana atapona, ila tusimwache Mungu katika maombi. Tafadhali shangazi, naomba tujumuike kwenye maombi sasa. Tuombe kwa ajili ya Juliana. Baba, katika jina la Yesu, tukaribisha mahali hapa katika utaji wako. Tunakukaribisha mahali hapa kwa lengo la kukimbia katika kimbilio lililotukuka. Hakika Baba, ni wewe pekee unaweza kuwaponya watu wote wanaokuamini na wasiokuamini. Baba, tumekuja mbele yako hapa, tunaomba umponye binti huyu Juliana. Ni binti yako ambaye yeye pia anahitaji baraka zako. Mambo yake yote yamelala na kuhitaji wewe. Hakika Baba, pekee wewe ndio uliowavusha wana wa Israeli katika bahari ya Sham, ukawafanyia utumwani. Haitoshi Baba, jina lako ni uwepo wako harisi ndani yetu. Pumzi yetu tunaivuta bila kulipia ni wewe Baba. Baba, hakika kulijua jina lako bila maombi ni sawa na kula mkate tu, na ihali tunaweza kutafuta kazi tukapata chakula kingine chenye kurutubisha mwili, chakula ambacho ni wewe na neno lako, chakula ambacho ni wewe na ibada. Baba, tuko mahali hapa, tunaomba kwa ajili ya uponyaji wako mbele yake huyu binti. Tafadhali tunaomba utubariki. Tunaomba utubariki kama ulivyowabariki wana wa Israeli. Tunaomba utubariki kama ulivyowabariki wale wana waliokosa chakula ukawapa mkate. Baba, tafadhali tunakuomba kwa unyenyekevu. Tunakukaribisha Jehova. Asante. Amen. Basi shangazi, mimi naomba niwaache. Haya, asante. Kwa hiyo. Haya. Shangazi, kuna kitu nataka nikwambie. Kwa hiyo na mimi nisimame kama ulivyosimama hapo? Samahani shangazi, kuna mgeni wako atakuja hivi karibuni. Naomba akikwambia kitu chochote umkubalie. Makubwa. Yaani mtu sijawahi kumuona, simfahamu, aje tu niambie chochote nimkubalie. Si unakumbuka siku ambayo nilikuwa naumwa? Kuna kijana alikuja kuniona. Amebarikiwa. Amebarikiwa kwa baraka leo zaidi ya jana. Yule kijana ulisema anaitwa Clement? Ndio. Hapo anaonekana kijana mstaarabu sana shangazi. Yaani yule ni mstaarabu alafu ni mpole mno. Mchukue mchele. Kwa maarifa tule.